vizuri. Twende hatua ya tatu muweze kuelewa vizuri. Labda Mr. Kamera niweze tuangalie hizi picha kwanza. Tupate giza kidogo. Na kabla ya picha ngoja tuangalie hii hapa. Naomba ili jiwe ni sura ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Sasa Mwenyezi Mungu ni huyu huku na mimi nitaonyesha ni huku. Sasa kama nilivyosema kwamba hili ni jiwe tu, lakini Mwenyezi Mungu hapa amemaanisha hapa kwamba yeye ni herufi hii hapa. Hii hapa. Ambayo hii ni C. Ambayo ndo hii hapa. Sawa. Sasa nageuza kwa huku. Nikishageuza huku mtaona kwamba kama nilivyojulisheni kwamba mimi ni X, ndio hii hapa, mnaona X hapa. Lakini mimi ni herufi C tena. Yaani ni ba. Naomba tuanzie hapa kwenye hizi za kumulika hizi. Kwa hiyo Mungu yeye ni ba na mimi ni ba, kama nilivyojulisheni kwamba moyo uliumbwaje mpaka akawa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kila kitu kiko katika tafsiri. Mimi ni X. Lakini ni C. Sawa? Hii ni moja hii hapa. Sasa hapa mtakuja kuelewa kwamba Mungu na mimi yani ilikuwa kuwaje sasa. Kwa mfano hii ni nini? Hebu angalieni hii herufi, ili jiwe lina pembe 4. Hii pembe 4. Sasa tutakuja masuala ya kibla muweze kuelewa kwamba kibla ni nini. Kwa hiyo ili jiwe ukiangalia kwa ndani hapa, mkiangalia vizuri kunatoka sura yangu hii hapa. Hii hapa. Hiyo ni sura yangu. Manake Mungu alifanya uumbaji huu ili yani kama alijiumba yeye mwenyewe. Kwa hiyo hapa kuna doti moja ameiweka hapa. Kwa hiyo kuna Adamu afu kuna doti. Naomba muelewe vizuri hapa sasa. Sasa hili jiwe utakuta lina kama mpasuko hivi hapa. Hivi hapa. Sasa huku ni Mungu na huku ni mimi. Sasa ameonyesha kwa hapa sasa. Hebu nikifanya hivi. Ngoja labda hivi. Mtaniona sasa mimi ni huyu, sura yangu mnaiona inajitokeza hapa. Hiyo. Alafu hiki mnachokiona hapa hiki cheupe hiki ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Naona hapo mnaweza mkaelewa vizuri hapa. Mkaziona vizuri hizo picha. Kwa hiyo Mungu ni huyu na mimi ni huyu hapa. Huyu. Sasa ili tendo ambalo alikuja katikati ya dunia kabisa hapa. Swala ilikuwa ni yeye mwenyewe sasa kujiumba, yani kutoa roho yake aitoe nje. Yani moyo utoe nje kwa maana ya uzazi. Kwa hiyo ilikuwa ni vice versa tu. Kwa hiyo hili ni tendo sasa ambalo ninawajulisheni siri, naingia kiundani zaidi. Hili. Kwa hiyo hapa leo msije mkashtuka nikisema Mungu ni mwanangu, alafu vile vile mimi Mungu ni baba, yani Mungu kanizaa na mimi nimemzaa. Sasa wa kwanza kumzaa mwenzake katika masuala ya uzazi manake ni Adamu. Adamu ni moyo. Moyo si ndio aliyemuumba yeye. Kwa hiyo Mungu anaitwa ba kwangu mimi na yeye Mungu ananiita mimi ba. Kwa hiyo nimewaanzia picha hizi hapo mweze kuzielewa. Naona sura yangu mnaiona na Mungu ni huyu. Sasa katika sura ya pamoja ndio inakuja hivi. Hii ni sura ya pamoja. Hii hapa. Sasa hili ni jiwe la kwanza, lakini la pili bila kumulika tufanye hivi.
nafanya hivi. Hii mnayoona hii hapa. Hii hapa. Kuna herufi hizi hapa. Naomba tulia kidogo. Hii ni herufi hii hapa. Hii herufi manake ni ba. Ba. Sawa. Hii ni herufi. Ndio ile ba. Mwenyezi Mungu anaitwa ba na mimi naitwa ba. Lakini ukiunganisha hizi herufi, nikimulika hivi zimejitengeneza m. Yaani kule bila kumulika zimejitengeneza ba. Lakini nikifanya hivi mtaona kwamba hizi herufi hii ni kwenye weupe huu kuna m. Lakini kuna m mbili kwa pamoja, yani kuna m moja kwa mbili. Hiyo manake ni Mungu. Ndio maana ya Mungu. Ndio maana nimesema kwamba Kiarabu kinatafsirika kwa Kiswahili. Hiyo ni Mungu. Kwa hiyo utakuta Mungu ni mmoja, lakini ambaye ametokana na chembe, yani X na Y. Kwa hiyo maana yake ni hii hapa. Hii hapa naomba muielewe. Kwa hiyo kuna weupe ule upita hapa, huu umejichora, hiyo imejichora alama hiyo M. Unaona? Ndio maana sasa hiyo. Sasa ukija kwa hapa utaona kwamba kuna sura Mwenyezi Mungu, alafu kuna sura nyingine hii hapa, alafu kuna sura nyingine hii hapa. Sasa huyu ni Mungu. Akanitoa mimi ambaye ndo A. Hapa mjendeka A kidogo hiyo hapo, Adamu hiyo hapo. Alafu Adamu akamuumba, yani yeye mwenyewe alipojiumba pale, mimi akatoka mtu mweupe, alikuwa ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo hivi ndo ilivyo. Sasa kwa maana nyingine mtaona hivi. Hii ni sura ya Mwenyezi Mungu hii hapa. Alafu mimi ni huyu nilioko kichwani mwake huko. Picha nyingi za Mwenyezi Mungu mimi niko kichwani. Ndo huyu mtu mweusi ndo Adamu. Sawa. Sasa kama nilivyosema kwamba Mwenyezi Mungu anaitwa 1YC na mimi naitwa 2XC. Kwa hiyo hapa amebainisha hapa na nafanya hivi. Ngoja kwanza ni nani hivi itaonekana vizuri hapa. Labda tupate giza kidogo, labda kama itaonyesha vizuri hii picha. Muweze kuelewa vizuri, kwa sababu msipokuja kuelewa haya itakuwa ni ngumu kweli kweli. Sasa nafanya hivi. Nafanya hivi, jiwe hili hapa. Muweze kusoma vizuri. Kuna maandiko hapa nataka ni musome hapa. Inakuja. Hii ni 2. Hii hapa. Alafu hii ni X. Alafu hii ni C. Kwa hiyo mimi ni 2XC. Hapo zinajiandika hapo. Tufanye hivi kidogo. Hivi. Mpate kuelewa hizi nani. Hivi. Tuonyeshe vizuri herufi hizi hapa. Hii ni 2, hii hapa. Alafu hii ni X. Alafu hii hapa amegeuza ni C. Hii hapa. Hapo ni 2XC. Naona mnaziona hizo. Kwa hiyo mimi ni 2XC. Lakini kwenye C hapa kaweka na picha yangu, yani mjue kwamba huyu anayemzungumzia ni nani. Hii picha hii hapa. Ionekane vizuri picha yangu.
huyo. Kwenye C ameweka picha yangu hapo, huyo Adamu. Kuna picha tu inaonekana vizuri tu sababu ya mwanga huu. Kwa hiyo huyu ni mimi, huyu kwenye C. Kwa hiyo Mungu ye ni 1y C na mimi ni 2x C. Kwa hiyo C ameonyesha moja kwa moja kwamba ndo Adamu. Naona hivi. Sasa tupate mwanga kidogo. Tupate mwanga kidogo. Pata tu mwanga uweze kuendelea. Okay. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Nadhani meona hapo. Katika kumulika ndo meona zile. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ye ni y, yani ni 1yc na mimi ni 2xc, kwa maana ya ile ile katika maumbiko. Kwamba moyo Yesu alivyokuwa muumbika. Kwa hiyo moyo mara nyingi unakuwa ni 1 na 2. Sasa twende hii hapa. Ambayo sio kumulika. Hii picha mniona hapa, hii hapa ndo mimi Adamu. Na hii picha mniona huku, hii hapa ni picha ya Mwenyezi Mungu, yani ni sura ya Mwenyezi Mungu. Sasa nilivyosema kwamba mimi ndo roho, ndo moyo wake. Kwa hiyo mimi nilikuwa ndani, yani moyo ulikuwa ndani ya mwili wake, yani kama ulivyo mwili wako. Kwa hiyo Mungu alichokifanya hapa ni kunitoa mimi kwenye mwili wake, kwa lengo anataka niwe Mungu tu. Ndio hii herufi mnaona hapa, hii hapa, hii 2. Mnaona 2 hapa? Yani moyo wako ni nambari 2, ndo Mungu wako wa pili. Hii hapa. Kwa hiyo mimi niko rohoni mwake. Ndo Adamu. Ndo niko rohoni. Sasa amenitoa. Kwa hiyo katika kunitoa ndo huyu. Kwa hiyo sasa amenitoa ili niwe nini? Ili nifanye uzazi. Sasa uzazi ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo tendo lile la mimi kumuumba, yani kuzaliwa mtu mweupe kichwani mwangu, alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hapa Mungu sasa anabadilika, anakuwa mtoto kwangu mimi. Sasa anakuwa mtoto kivipi? Ndo picha hii mnayoiona hapa. Huyo ndo mimi, alafu ndo amenileta hapa. Hii picha mnayoiona hapa. Huyo ndo Adamu, ndo mimi. Sasa amenileta moja kwa moja mpaka hapa. Hapa sasa mimi nimekuwa C. Hii hapa. Ndo ba hiyo hapa. Alafu yeye mwenyewe amelibu hapa. Kwa hiyo ukifanya hivi maana yake nini? Mimi nakuwa ba kwa Mungu. Yani Mungu ananiita mimi baba. Ndo maana yake hii hapa. Hii hapa. Na sura yangu hii hapa kwenye C mnaiona hii hapa. Ameweka tena kwamba wewe sasa umekuwa ba. Kwa hiyo Mungu ndo huyu. Kwa hiyo hapa ndo tendo lile la mimi, yani Mungu kuitwa ba. Ndo tendo hili hapa. Hili hapa. Kwa hiyo mtu mweupe maana yake alikuwa ni Mungu mwenyewe, kwa sababu alijua Mungu yeye mwenyewe hataonekana. Kwa hiyo mimi amefanikisha kunitoa. Sasa baada ya kunitoa akaona kwamba dunia isiwepo watu weusi tu, yani asiwepo Adamu tu yule ambaye ni roho yake. Ye mwenyewe ajitoe tena. Kwa hiyo akajitoa kupitia kwangu. Kwa hiyo mtaziona picha mbele. Kwa hiyo hapa Mungu anabadilika, anakuwa ni mwanangu. Herufi ni hizi. Ba. Hizi hapa. Na ba mwenyewe Adamu mnaniona ndio sura yangu hapa. Amuioni sura hiyo? Na ndio huyu kutoka rohoni akanitoa nje ili niwe ba. Sasa hii ndo maana. Sasa tunakuja katika tafsiri sasa. Hii ni picha ya Mwenyezi Mungu. Yote kichwa hiki. Maana ninavyosema Adamu
ndo Mungu mwenyewe, muelewe. Sasa ni hizi picha hizi ukija kuangalia hivi hapa, utaniona mimi ndo huyu hapa. Mnaniona picha nyeusi hapa, ndo Adamu, ndo mimi. Sasa hiki ni kichwa chake. Sasa kichwa chake kilipasuka, nikatoka mimi. Sawa? Na hapa ninaonyesheni kwamba nikifanya hivi ndo pale nilivyosema kwamba ndo moyo, yani moyo. Sasa nina utafsiri hapa. Sasa muelewe kwamba huku Mungu moyo ndo yani baada ya kunitoa mimi nikafanya uzazi, yani yeye akatokea kichwani kwangu mimi. Sasa hapa mimi nabadilika na kuwa mtoto kwa Mwenyezi Mungu. Ndio hapa picha naonyesheni kwamba sasa hii ni picha. Hii mnayoona ni kichwa cha Mwenyezi Mungu. Sasa hapa Mwenyezi Mungu hapa mkiangalia hapa, huku ni kweupe, lakini huku juu huku ni kweusi huku. Sasa iko vipi hapa? Mwenyezi Mungu ni hapa sasa aliponitoa mimi rohoni, yani alivyofinyanga udongo mfano wa mtu akaniumba mimi. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu anaitwa Ba. Sasa Ba yake ni hii hapa. Mnaona herufi hapa? Yani Mungu ndo huyu hapa. Ameandika moja. Yes, ndo mweupe huyu hapa. Lakini Mungu ni Ba. Kwa hiyo ameweka herufi C na karibu hapa. Sasa alivyoribu hapa, mkija kuangalia vizuri hivi, kilichoko juu yake hapa ameweka sura kidogo, hiyo inaonekana ya kwangu hapa. Kwa hiyo mimi hapa nabadilika na kuwa mtoto kwa Mwenyezi Mungu. Huku Mungu amekuwa mtoto kwangu mimi. Na hapa Mungu mimi nimekuwa mtoto kwake. Sasa Mwenyezi Mungu yeye ni Y. Kama nilivyosema pale mimi ni X. Mwenyezi Mungu yeye ni Y, ndio weupe mnaona huko hapa. Sasa Y maana yake ni nini? Ni kama ua linapochanua linatoa tunda. Kwa hiyo kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokichanua ndo huyu hapa, ambaye ndo mimi Adamu. Sura yangu nadhani mnaiona hii hapa nyeusi hapa, ambaye iko kwenye Y. Kwa hiyo hapa Mungu ndipo aliponiumba mimi. Lile tendo la kuniumba mimi ni kunitoa kwenye roho yake, akanitoa nje. Sasa aliponitoa nje ndo huku ndikoonyesheni. Yeye mwenyewe tena akajitoa, akanani mtu mweupe, akaja ndo ambaye ndo dansili, akaja Adamu mweupe, akaja mama mweupe, akaja yule mama mweusi. Kwa hiyo ilikuwa ni hivi. Kwa hiyo maandiko ndo haya hapa. Kwa hiyo kutoka kwenye baba, yani ndo maana ya baba. Kwa hiyo hapa kuna herufi hapa hii baba, alafu akachora Y, sura yangu mnaiona. Yeye mwenyewe ndo huyu huku mweupe, kichwani huku niko mimi. Kwa hiyo hapa kaandika C na akaribu hapa Ba. Hiyo ndo maana halisi. Kwa hiyo ninavyosema kwamba Mwenyezi Mungu ameniumba mimi, maana yake mimi ni Ba na yeye ni Ba. Kwa hiyo hii ilikuwa ni vice versa. Maana yake kwamba mimi ni Ba kwa Mwenyezi Mungu na Mungu yeye ananiita Ba. Sasa baada ya kuliona yeye amekamilisha, ni kwamba moyo wake umeniumba, yani moyo wake yeye mwenyewe amezaliwa kutoka kwangu mimi. Mwenyezi Mungu alichokamilisha hapa ili itamkwe baba, kama ndivyo tafsiri kwenye kuwa yako, ndipo alipovilisha damu. Sasa damu alipovilisha, alivilisha damu ya kwake na ya kwangu mimi, akazaliwa Nabii Isa. Kwa hiyo Mungu ninavyosema Ba, ikawa sasa Mungu kamuumba Isa na mimi nimemuumba dansili. Sasa dansili ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hizi ni picha za undani zaidi. Kwa hiyo ndo maana ya baba. Kwa hiyo Mungu alijiumba yeye mwenyewe. Sasa alikuwa peke yake, mimi nilikuwa rohoni mwake. Kwa hiyo alichokifanya, kwa sababu Mwenyezi Mungu uwezo wake akinena huwa. Kwa hiyo Mungu amefuatilizia jinsi alivyoumbika. Kwa hiyo vitu vingi
vina mfanano wake mwenyewe. Kwa hiyo walimwengu ndivyo muelewe hivi. Hiyo ndo maana. Ndo maana. Kwa hiyo Adamu anabadilika kuwa Mungu. Na ndo jiwe hili hapa. Ili jiwe mtaona kwamba huku ni kweusi. Huku. Lakini hapa mtaona picha yangu hapa. Inaonekana hapa. Ya Adamu. Hapa. Sasa Adamu ndo mimi. Sasa hiki mnachokiona huku juu huku, nikifanya hivi mtaona kumbe hii ni sura. Hii hapa. Hii ni sura ya Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndo wai. Hii hapa. Mwenyezi Mungu ndo wai yeye. Sasa mimi ndo huyu huku. Nabadilika sasa na kuwa X. Hii kuna herufi X hapa hii hapa. Mimi ni X hii hapa na Mwenyezi Mungu ni Y. Sasa Adamu mimi ndo kitendo kile Mwenyezi Mungu kujitokeza kuzaliwa kwenye kichwa changu mimi, yani mtu mweupe ambaye namuita Dansiri. Kwa hiyo alikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Kwa hiyo sasa Adamu hapa nabadilika mimi na kuwa ni Mungu ambaye yani nimemzaa. Ndio maana hapa sasa Mungu ameonyesha hapa kwamba wewe Adamu umekuwa Y. Yani Adamu sasa anabadilika anakuwa Y. Ndo X hapa. Kwa hiyo mtaona X afu Y. Kwa hiyo ilikuwa ni hivi. Kwa hiyo mweusi, mtu mweupe ninaposema ametoka katika kichwa changu, manake ndo hii. Alikuwa ni Mungu mwenyewe. Hii ndo maana yake. Kwa hiyo kuna herufi nyingi za siri, lakini sasa ili nisiwachoshe zaidi, ili tutende moja kwa moja. Sasa huku ni picha Mwenyezi Mungu mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo mtaona kwamba hii ni ile sehemu ya pembe nne ile ambayo ndo tunaizungumzia yenyewe. Sasa hapa ameandika 2. Kwa hiyo tendo la yeye kunitoa mimi rohoni, maana yake niwe Mungu nambari 2. Kwa hiyo utaona sasa picha. Utaona yani ndani humu mnajitokeza nambari 2. Mtaona kuna 2 inajichora kwenye giza hapa. Hii hapa 2 inajichora hiyo 2. Hapa inaonekana vizuri 2. Kwa hiyo Adamu manake ni nambari 2. Kwa hiyo moyo wake ni nambari 2. Kwa hiyo moyo alikuja kuupanda tu manake. Na moyo wenyewe ndio huu sasa. Ndio huu. Huu hapa. Amechora moyo hapa ndio huu hapa mniona hapa. Ambao moyo ndo huyu. Utaona picha yangu tena hapa anaonyesha kwamba moyo. Sasa moyo ni Mungu. Ndio hii ni M. Naomba muangalie vizuri, hii ni M, ameandika M. Kwa hiyo moyo wake ni nambari 2. Ndo Mungu tu. Ndo hapo. Ndo maana yake, ndo utakuta hapa inakuja 2, hii hapa herufi 2, hii hapa. Na hii herufi 2 ni nani? Ndo utaona sasa sura yangu hii hapa. Sura si mnaiona hii hapa ya kwangu Adamu. Hii hapa. Kwa hiyo moyo wako huo ndo Adamu, na Adamu ndo kila kitu kama ninavyotafsiri. Na hapo ndo mtajua maana ya Torati. Kwa hiyo mtaona hii hapa imekuja hivi hapa, hii hapa, na Adamu ndo huyu. Si mnaniona sura, si mnaiona hii nyeusi. Hivi ndivyo maana, lakini alifanya hivi ili Mungu tu, yani moyo wake ule. Kwa hiyo ninavyosema kwamba Adamu ni Mungu, na Mungu hayuko mmoja, Mungu yuko mweupe na mweusi. Kwa hiyo walimwengu naomba muelewe. Hili jiwe unaweza kulitafsiri kwa kina zaidi. Ndio hii hapa. Tunamalizia hii hapa kwamba hiki ni kichwa. Hiki. Sasa Mungu aliufinyanga udongo mfano wa mtu. Kwa hiyo hapa ameweka kichwa hiki. Mfinyango. Ameufinyanga udongo. Sasa mfano wa mtu wenyewe ndo huyu. Sura mnaiona hii hapa. Hii hapa. Sura yangu. Kwa hiyo Mungu alipofinyanga udongo mfano wa mtu,
mtu wenyewe ndo huyu, sura yangu si mnaiona hii hapa, ili niweze kuwa nani? Mtaona hii hapa, Adamu. Sasa twende kwenye picha za giza, tuweze kuelewa vizuri picha za giza. Lakini kabla ya picha ya giza, mtaona kwamba kuna sura hii hapa. Udongo alikuwa amefinyanga ule pale. Sasa aliofinyanga niwe nani? Niwe Mungu tu. Kwa hiyo nilivyosema kwamba herufi zote Mwenyezi Mungu amezitafsiri kwa Kiswahili. Kwa hiyo mtaona hii ni M. Hii. Maana yake ni Mungu. Hii M. Nadhani mnaiona hiyo. Na sura mtaiona hapa kwenye hii hapa ameweka M. Sura yangu hii hapa, mtaona sura yangu hii hapa. Ameziweka picha za kwangu kwamba Adamu ni Mungu. Sasa ukija kugeuza hivi ndio utakuta hasa hii ni mbili. Kwa hiyo tunaposema Adamu ni Mungu tu, maana yake ni hii hapa. Utaona sasa kwenye hii hapa patakionyesha picha. Kwa hiyo hii ni mbili. Hii hapa mbili. Kwa hiyo tunaposema Adamu mimi ni Mungu tu, maana yake ni hii, na ukija kufanya hivi hii maana yake ni M. Kwa hiyo muelewe hivyo. Ndio maana halisi. Hii ndio maana halisi. Na ukija kufanya hivi utaona sura yangu hii hapa tena kwamba wewe ndio Adamu. Hii hapo inaonekana, hiyo hapo sura hii hapo. Sasa tumalizie jiwe hili la mwisho. Ili walimwengu muweze kuelewa vizuri. Tupate kagiza kidogo kwa mbali, hizi picha zionekane vizuri. Kidogo. Hapo inakuja tuweze kutafsiri hizi picha. Ni hivi, hii mnaona sasa, huyu ni mimi, huyu ndo Adamu. Sasa twende kwenye picha za giza kidogo kama itaonekana vizuri. Sawa. Hapa inaonekana vizuri. Mnaiona hii mbili hapa. Hii mbili. Alafu nikifanya hivi mtaiona sura yangu hapa kidogo. Hii hapa inajitokeza hii hapa. Hii hapo ya Adamu. Sura inajitokeza hapa. Hii hapa Adamu. Alafu chini yake kuna mbili. Hii hapa. Kwa hiyo ninavyosema Adamu ni Mungu tu, maana yake ni hiyo ameweka hapa. Lakini Adamu ni Mungu tu kama mnavyoona, sura yangu ni hii juu hapa. Hii na chini yake ameweka mbili. Lakini angalieni hii hapa. Kuna weupe huu hapa. Hii ni herufi M hii. Hii M. Ambayo M tena ameweka na sura yangu hapa, inajionyesha tena hapa. Kwamba ninavyosema mimi ni Mungu tu. Mtaona hapo sasa sura ni hiyo hapo. Na huku inaonyesha mbili hiyo hapo. Na hiyo ni M. Kwa hiyo Mungu alivyosema kwamba Mungu aliufinyanga udongo mfano wa mtu. Kwa hiyo mtu manake ni Mungu tu. Kwa hiyo Mungu tu ndo hii ambayo ninaonyesheni. Hii ndo maana yake. Kwa hiyo Mungu tu manake ni roho yake mwenyewe. Ni roho ile. Kwa hiyo ye mwenyewe yuko nje, roho iko ndani. Ndo huyu. Si mnaniona mimi? Sura yangu si mnaniona hii hapa? Adamu. Kwa sababu Mungu anaweka na maandiko na anaweka na picha. Kwa sababu ninyi mko gizani. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Adamu ni nani sasa? Adamu ni roho.
ndo huu moyo ambao unaonekana huyu hapa. Mimi ni moyo. Ndo huu hapa moyo. Kinani vizuri unajichora huu hapa. Inaonekana vizuri hapo huu. Moyo mnaona huu hapa. Umejichora hapo moyo. Kwa hiyo Adamu mimi ni Mungu tu. Sawa nambari 2, lakini ni moyo. Kwa hiyo moyo ndo ulioumba kila kitu. Kwa hiyo pale nilivyosema kwamba Mwenyezi Mungu ni mwanangu nini. Kwa hiyo kwa watu ambao mmesoma mnaweza mkaanza sijui nini. Kwa hiyo leo nimeingia kiundani ili muweze kuelewa. Kwa hiyo huyu ni mimi, ndo Adamu. Ndo Adamu huyu. Sasa unageuza hivi. Umeona hapa ni Mungu. Adamu ni Mungu. Ndo picha hii. Sasa tunakuja kwa hivi. Utaona hii ni pembe 4. Hii hapa. Alafu hapa ndo katikati kabisa ya dunia hapa. Ameweka hii beacon. Kwa hiyo kuna picha sasa nitazipeleka moja kwa moja muelewe maana ya kibla. Hapa. Sasa na pana maandiko hapa. Sasa ukitulia vizuri mungeweza kuyaelewa haya maandiko, kwa sababu ulimwenguni mko gizani sana, mko giza sana. Na mko gizani sana kwa kweli. Sasa maandiko haya naweza nikayasearch vizuri kwenye giza, lakini niende kwenye somo. Sasa hapa ni katikati kabisa ambapo alipolifanyia tukio lenyewe. Kwa hiyo utaona kuna pembe 4, ameweka mshale hivi, ameweka beacon, lakini kuna yani kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Hapa ndipo alipofanyia tukio lenyewe. Sasa anaonyesha kwamba yani ni kama pembe 4 ameweka usoni kwake. Kwa hiyo ukifanya hivyo utaona kumbe hiki ni kichwa. Yani ni kama hii ni sehemu ya pua, huu mdomo hapa. Sawa. Hapa. Sasa tunakwenda hivi. Kile alichokitamka yeye akakiumba kutoa rohoni ndo huyu hapa. Kwa hiyo tuona Adamu, mtona picha ya Adamu hapa, hii hapa. Kwa hivi labda inaonekana vizuri. Mtaniona mimi huyu hapa. Huyo. Hapo naona mnaweza mkaniona vizuri huyu hapa. Kwa hiyo huyo ndo mimi. Ndo mimi huyo. Huyo hapa. Kwa hiyo ili tendo alilifanyia hapa. Na ndo tuona sura hii tena. Sura inajitokeza hii hapa. Nadhani mnaiona hii hapa. Kwa hiyo hii ndo maana halisi ya Mungu tu. Sasa nimeonyesha hizi picha za awali, kwa maana kwamba nambari 2 mnaiona hii Mungu tu ambaye ni ndo mimi Adamu. Sasa maana yake ni nini? Nimejaribu kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu aliumbika vipi hadi akawa Mungu. Kwa sababu mwanzoni kama ningeelezea tu kwamba mimi ni Mungu, yani msingeweza kuelewa. Yani msingeweza kuelewa kabisa. Yani kwa akili zenu nyinyi msingeweza kuelewa zaidi, yani msingeelewa. Sasa ninayafanya haya kwenda kiundani zaidi muweze kuelewa, ili mjue kwamba ninapoelezeni kitu kwamba Mungu hataki hiki, mnaweza mkasema yeye atajiwaje yeye kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo mimi ninachoelezeni, kwa sababu mimi ni Mungu tu na mimi nalitoa rohoni. Kwa hiyo video ziko nyingi nitazitoa katika mkondo wa pili, lakini zote ni kuwalengeni ninyi kwenye mahofra
nimewaelezeni kwamba muda uliobaki ni miaka 25 na kama na nusu tu. Ni muda wa mabadiliko. Yaani msipotaka kubadilika, Waislamu msipotaka kukubali, manake nitawatumbukizeni motoni. Na mimi mwenyewe kazi hiyo ndio nitakayefanya. Na Wakristo mkiwa wagumu kuondoka huko mliko, mkawa katika njia, kwa sababu hatuwezi kwenda kufika peponi ninyi kama hamtaswali mara 5 kwa siku. Hamwezi mkafika, ndio nawaelezeni. Kwa hiyo ninafanya hivi ili mtoke huko muwe kitu kimoja. Na nilishawaelezeni kwamba acheni kuuaneni, msiuane, kwa sababu tutakufa mara 3. Na kama tutakufa mara 3 itawagharimu nyinyi wenyewe. Kwa hiyo ninachosema kwamba mubadilike. Kama mnataka maisha yajayo mazuri peponi, nisikilizeni mimi, na kama hamuelewi njoeni. Nimewaelezeni, siwezi nikabeba hivi vitu mimi nazunguka huko kwenu. Siwezi nikaja kwenye makanisa wala misikitini, na wala nikikuta msikitini mnazungumza mambo ambayo ni tofauti, mimi siwezi nikawakanusha nyinyi, kwa sababu bado mko gizani. Kitachotokea ni kelele. Naona mnaweza mkawa na jaziba na nini wakati hamuelewi. Kwa hiyo ninawaelezeni mimi ni Mungu tu. Na kuna video nyingi nitazidi kuwafundisheni na kuendeleza, yani kutoa bayana zote, yani wazi wote. Kwa hiyo nimezitoa hizi picha muelewe kwamba lugha zilianza vipi. Kwa hiyo Kiarabu asili yake ni Mungu mwenyewe na mimi. Lakini Kiarabu kinatafsirika kwa Kiswahili. Kwa hiyo lugha zote duniani asili yake ni mimi, Kiswahili. Sasa hapo ndo dunia ambapo mnaweza mkao mnapapalika na vitu vingine. Yaani unaweza ukakidharau kitu wewe ambacho Mwenyezi Mungu kwake ni thamani. Kwa sababu leo nimeelezeni hapa lugha ambazo nyinyi kwa vyovyote vile baadaye, hata baada ya kufufuka, ambazo kila mmoja itabidi ajue, kwanza ni Kiarabu na Kiswahili. Kwa sababu Kiarabu kinatafsirika kwa Kiswahili, ndipo utapomjua Mwenyezi Mungu vizuri. Kwa hiyo walimwengu kuna masuala mengi mazito zaidi. Na kwa sababu haya mambo ninayafanya mimi mwenyewe peke yangu. Lakini kama mkiamua kumtolea Mungu sadaka, yani ninyi mmekaa na fedha zenu, na mimi nina rekodi, ninawajulisheni, ninawatoleeni wazi wa moja kwa moja, na nimewajulisha kwamba nyinyi kaeni huko mkimsubiri Nabii Isa. Nabii Isa atapokuja, mimi ndio mwenye maelekezo yake, yani mwenyeji wake ndio mimi. Yani Nabii Isa anakuja kwangu mimi. Maana yake anatoka kwa baba yake, atafikia kwa baba yake. Baada ya hapo, anachotaka kusema Nabii Isa, Wakristo wote atawakataeni wote, kwa sababu hamtamuona anaingia kanisani wala nini. Ataswali kama walivyoswali kina Nabii Ibrahimu, mitume wote kina Musa, na hata yeye mwenyewe alivyokuwa anaswali, na atayafuatilizia haya. Kwa hiyo maana yake nini? Wakristo itakuwa kama amewakimbia. Wakristo kama hamjui na hamwamini, kila kitu kipo kwa maandiko na kila kitu muje. Waislamu ni vitu vichache sana, kwa sababu Waislamu mtakuwa wabishi mno. Mnaweza mkawa na jaziba, hasira, nini kila kitu. Lakini huyo Nabii Muhammad, nimeshazitoa picha huko nyuma, uwezo ambao alikuwa nao Mwenyezi Mungu, baada ya kuniona mimi sintokuja mapema huko, maana yake kwamba kichwani mwake kulikuwa na akili yangu, ni kichwa changu mimi, na aliwekewa jicho la kwangu mimi la uono. Na ndio maana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanikisha kazi yake kwa kiwango kikubwa. Ni vitu vichache sana ambavyo alisinganisha, ambavyo hakuvielewa. Na hakuvielewa kwa sababu gani? Yeye sio roho. Mimi natoa la rohoni kuja kuelezeni ninyi, ambapo hakuna mwanadamu awe Nabii Isa wawe mitume wote, hakuna ambaye anaweza kukichukua kitu
cha rohoni cha Mwenyezi Mungu kutokana na maandiko haya ya mwanzoni ambayo nimewaelezeni. Kwa hiyo baada ya kuwajulisheni haya, nasema kwamba nikiendelea na video za mkondo wa pili ambazo ni za unyeti zaidi. Sasa ni juu yenu ni wenyewe, kwa sababu mwalimu ambaye anawaelekezeni ndio huyo atakiwa chapa viboko. Baada ya kusema haya, nasema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa usikivu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, wala